Madhara ya kufanya masturbation kutokea huwa yanategemea na muda ambao ulifanya masturbation na namna ambavyo ulikuwa unafanya masturbation. Ikiwa kama ulifanya masturbation kwa muda mrefu, kuna uwezekano mkubwa wa kupata madhara hata kama yatachelewa kutokea. Sasa wakati unapokuwa umeacha kufanya masturbation, ushauri wangu, usikae tu ukiwa unasubiri kulikava au urudi katika hali yako ya kawaida pasi na kuchukua hatua yoyote. Baada ya kuwa umeacha kufanya masturbation, fanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, zingatia matumizi ya vyakula. Hapa unatakiwa utumie matunda, sasa ndizi, parachichi na tikiti maji, lakini pia utumie mboga mboga za majani, utafune karanga mbichi, samaki, nyama nyekundu, mayai, mbegu za maboga. Vile vile unatakiwa uweke ratiba nzuri ya kufanya mazoezi kila siku asubuhi na jioni. Yale mazoezi ya Kegel. Mazoezi ya Kegel ni muhimu kwa nini? Kwa sababu haya mazoezi yanasaidia mzunguko wa damu kuwa mkubwa kuelekea sehemu zote za mwili, hasa katika maumbile yako ya kiume, lakini bado yanaimarisha misuli ya nyonga, hali ambayo inasaidia uwezo wa maumbile yako kusimama kuwa mkubwa. Kingine, unatakiwa uzingatie muda wa kulala. Lala kuanzia angalau masaa 7 mpaka 9. Huu ni muda mzuri sana ambao unasaidia kwa kiwango kikubwa kuongeza kasi ya uzalishaji wa homoni ya testosterone, hali ambayo inasaidia kuwa na uwezo mkubwa wa kushiriki tendo la ndoa hata kama ulifanya masturbation. Kwa hiyo ukizingatia haya mambo kwa muda mrefu, kuna uwezekano mkubwa ukayaepuka madhara ambayo yangetokea kwa sababu ulifanya masturbation. Sasa kama utafanya haya mambo lakini bado ukaona athari zinatokea, basi utachukua namba yangu kwenye bio. Popote pale ulipo, uwe ndani au nje ya Tanzania, nitakusaidia. Karibu sana, nikutakia wakati mwema.